utukufu wa kiasi gani Mwenyezi Mungu alompa Imam Ali. Hakuweza kuzaliwa sehemu yoyote nyingine zaidi ya ile sehemu takatifu. Alikuwa ni mwanamume wa kwanza kuikubali dini ya Kiislamu. Paji lake yeye halijasujudiwa kusujudia nini? Kusujudia masanamu. Sasa tunataka tujue kiufupi maisha ya Bibi Fatima kabla ya ndoa. Maana akaitwa Zahara kwamba hilo ni tunda la wapi? La peponi. Bibi Fatima Zahara ndio kigezo chetu sisi wanawake wa Kiislamu, na ndio mfano bora hasa kwetu sisi. Na ndio maana hata alipewa lakabi ya kuitwa Ummu Abiha. Sema eti Bibi Fatima aliolewa alikuwa mdogo. Kwamba baada ya Bibi Fatima Zahara kuolewa pale kwa familia ile ya Imam Ali, kwamba alijenga zaidi upendo ndani ya familia hili. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسير مستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpenzi mtazamaji wa sauti ya Akhtar, leo tunachanganya hapa kwa ajili ya kuzungumzia kwa ajili ya ndoa, kuhusu ndoa ya Bibi Fatima na Imam Ali alayhi salam. Tuna wageni wawili. Mgeni wetu wa kwanza ni dada mama yetu, mwalimu wetu, Batul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mgeni wetu wa pili ni Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tutazungumzia kwa ajili ya ndoa ya Bibi Fatima na Imam Ali alayhi salam. Tunataka tufaidike na maelezo ya wadada, wa mama zetu, wa mwalimu zetu kwa ajili ya ndoa katika Islamu. Tunaanza na bibi yetu, dada yetu Batul. Unaweza kutuelezea maisha ya Imam Ali alayhi salam mukhtasar kabla ya ndoa na Bibi Fatima alayha salam? Naam, shukran sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru wote kwa kutupa fursa hii ya kuweza kufika hapa na kuweza kujadiliana kwa pamoja kuhusiana na swala hili la msingi na la muhimu sana katika historia. Na kwanza kabisa kabla ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa uhai na kuweza kutupa uwezo wa kufika hapa leo hii na kuweza kuwa pamoja na kujadili masuala ya dini yetu tukufu ya Kiislamu. Na kama ulivyokwisha kutangulia kuuliza swali lako, maisha mafupi ya Imam Ali kabla ya ndoa yake. Kwanza kabisa napenda kugusia mazazi yake. Imam Ali amezaliwa katika hali ambayo sio ya kawaida kama ya watu wengine jinsi wanavyozaliwa. Imam Ali alizaliwa kama muujiza. Kwanza mama yake Bibi Fatima binti Asad alipewa amri au alipewa wahai wa kuenda katika Kaaba. Na alivyofika katika Kaaba tukufu, Kaaba yenyewe ilifunguka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuweza kuingia ndani ya Kaaba, na hapo ndipo Imam Ali alizaliwa. Bibi Fatima aliingia kwenye Kaaba wakati alikuwa na uchungu wa kuzaa. Na baada ya hapo alivyoingia katika Kaaba, mara baada ya Mwenyezi Mungu kuamrisha, basi Bibi Fatima binti Asad akajifungua Imam Ali alayhi salam. Kwa hiyo ni mtu mtukufu sana. Na kuongezea hapo kwamba Bibi Fatima Zahara kipindi kile ni Bibi Fatima binti Asad kipindi kile ni mjamzito,
kwamba alikuwa anaongea na mwanawe akiwa tumboni, kwamba kama sisi wazazi tukiwa wajawazito mfano lazima tuongee na watoto wetu ndani, kwa sababu wale viumbe na wale ni viumbe wanaelea na wanasikia ambacho mama yake anamwambia. Sasa Fatima binti Asad alikuwa ana ule uzoefu wa kuongea na mwanawe akiwa tumboni. Na tukiongezea, kwa sababu na yule mwanae pia alikuwa ni mtu mmoja katika watu watukufu sana katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo hapo tunaona kabisa yani utukufu wa kiasi gani Mwenyezi Mungu alompa Imam Ali. Hakuweza kuzaliwa sehemu yoyote nyingine zaidi ya ile sehemu takatifu ambayo mwenyewe ameichagua na kuweza kumjalia kuzaliwa pale. Ndio maana hata jina lake linatokana na yani sifa ya kuwa ni mtu wa juu, ni mtu mwenye madaraka ya juu sana kuliko watu wengine. Vile vile malezi ambayo Imam Ali amekulia. Imam Ali amekulia katika malezi chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume mwenyewe ndo aliyemlea. Yani pale ambapo kuna kipindi cha njaa kilitokea katika mji wa Madina, mji wa Maka. Naam, Imam Ali ikabidi akapelekwa katika nyumba ya Mtume na kukulia katika nyumba ya Mtume. Ina maana hatua kwa hatua ya Mtume Imam Ali alikuwa akishuhudia na alikuwa akiifata kwa kikamilifu malezi yote au desturi zote ambazo Mtume alikuwa akizifanya kutoka kwa Mwenyezi Mungu au katika dini ya Kiislamu, basi na Imam Ali alikuwa anazifanya. Na maana alikuwa ni mwanafunzi wa ndani kabisa ya Mtume. Na vile vile kitu chengine, alikuwa ni mwanamume wa kwanza kuikubali dini ya Kiislamu kwa Mtume. Tunajua kipindi kile cha kijahilia Waislamu wengi walikuwa yani watu wengi walikuwa hawamkubali Mtume, hawakubali dini ya Kiislamu. Hata walikuwa wakimwambia Mtume ni mwendawazimu. Yani hawajamkubali kwa ajili yeye ni Mtume. Wanamuona tu kama ni mtu kawaida kama wengine. Kawaida, wala hawakuwa wanakubali maneno ambayo alikuwa anayazungumza Mtume ya kulingania dini ya Mwenyezi Mungu ya Kiislamu. Lakini Imam Ali bila ya kigezo chochote alimkubali Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na akawa ni mwanamume wa kwanza kuikubali dini ya Kiislamu chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kuongezea hapo, kwa kuwa Imam Ali alayhi salam alikuwa kwenye malezi bora, kwamba amelelewa, mama yake pia ni mtukufu na baba yake pia mtukufu, ni mtu. Sasa baada kuwa ameingia katika nyumba ya utukufu ambayo ni nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio pale malezi yake yakazidi kuwa bora zaidi ya alivyokuwa mwanzo. Na kwamba yeye alikuwa hajaabudia masanamu, kwamba paji lake yeye wahi kusujudia nini? Kusujudia masanamu. Isipokuwa yeye ilikuwa ni mtu wa kusujudia nani? Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu peke yake. Asante. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mtukufu tangu anazaliwa. Na ndio maana hicho kikampelekea hata kukubali Uislamu bila ya kipingamizi chochote kile. Na vile vile nukta ya mwisho kuongezea hapo, tunaambiwa kwamba Imam Ali aliweza kujitolea kwa ajili ya kuokoa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ile katika ile siku ya wanasema Lailatul Mabi, siku ambayo Mtume alitaka kuuliwa na maadui zake, na walishajua kwamba hii ni sehemu ambayo analala Mtume kila siku, basi usiku huu wa leo sisi tunaweza kufanya nini? Kummaliza Mtume. Lakini Imam Ali baada ya kujua hicho, alijitolea kulala kwenye ile sehemu ambayo Mtume analala na Mtume kuondoka katika ile sehemu. Kwa yeye alikuwa ameshajua kwamba mimi ni lazima leo, kwa sababu kama amepangiwa Mtume auliwe, kwa yeye amejua kwamba mimi iwe mimi nitauliwa. Lakini kwa kuwa yeye ni mtu mwema, alienda akalala pale kwa kitanda cha Mtume. Na sasa ni kwamba laiti wangefika pale wale maadui wasipate ile fikira ya kufungwa ile nguo, wakaanza kumuua, angekuwa ameuliwa nani? Imam Ali, kwamba amejitoa kinafsi yake, kiroho yake kwa ajili ya Mtume. Yani wangefungua hiyo nguo, wangelimuua tu hivyo hivyo, Imam Ali angeliuawa kwa ajili ya Mtume. Ina maana inaonyesha kabisa kwamba imani yake ilikuwa ni ya kweli, ni yenye nguvu. Chochote atajitolea, lakini kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya Mtume Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ndio maisha mafupi tu, kwa ufupi sana ya Imam Ali kabla ya ndoa yake, lakini kuna vingi vingine ambavyo vinamhusu Imam Ali, lakini kwa sababu umesema tuelezee kwa ufupi, basi naona kwa leo inaweza ikatosha hapo tulipofikia inshallah. Asante mashallah. Unaweza kutuelezea, kwani tunazungumzia kwa ajili ya ndoa ya Imam Ali na Bibi Fatima. Ushatuelezea kwa kifupi kwa ajili ya maisha ya Imam Ali alayhi salam. Sasa tunataka tujue kiufupi maisha ya Bibi Fatima kabla ya ndoa. Bibi Fatima Zahra. Bibi Fatima Zahra. Naam, asante sana, pia ni swali zuri. Naam, Bibi Fatima Zahra pia na yeye sio mtu mdogo katika dini ya Kiislamu. Ni mtu mkubwa. Na yeye pia kwanza kabisa kuzaliwa kwake ni wanasema uzao wenye nuru. Kipindi yeye amezaliwa tunaambiwa ulimwengu kusini, kaskazini, mashariki, magharibi kulitoa nuru yake. Ina maana huyu ni mtu ambaye ni mkubwa sana, ambaye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu. Hata kabla ya kuzaliwa kwake, katika historia pia inasemekana mtume mwenyewe siku kadhaa alikuwa akipewa vyakula vinavyotoka peponi na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alikuwa akimshushia kupitia malaika wake vyakula hivyo avile kwa muda wa siku kadhaa. Baadaye ndo akaamrishwa sasa aende kukutana na nani? Na mama yetu Bibi Khadija, baadaye kupatikana Bibi Fatima Zahra. Ina maana ni mtoto aliyezaliwa na kutokana na vyakula vya peponi vyenye nuru ambayo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ameitengeneza. Hicho cha kwanza katika mazazi yake. Vile vile ni mkweli wa kwanza, ni ukweli. Yani mtu ambaye ameshuhudia shahada ya Mwenyezi Mungu pale tu alipozaliwa. Naam, yani baada ni mtoto ambaye ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba alipewa vyakula vya Mwenyezi Mungu. Tuseme alipewa kama tunda, akaambiwa atumie tunda na alafu aenda kwa mama yetu Bibi Khadija. Na ndio maana akaitwa Zahara kwamba hilo ni tunda la wapi? La peponi. Naam. Ndio, na baada tu ya kuzaliwa tunaambiwa alishuhudia shahada ya Mwenyezi Mungu. Kusema kwamba nashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hamna mwingine, na mtume ndo mtume wake. Naam. Kwa maana huyo ni mtu mtukufu na sio mtu wa kawaida. Na ndio maana mpaka leo tunasema kwamba Bibi Fatima Zahra ndio kigezo chetu sisi wanawake wa Kiislamu. Naam, ndio mfano bora hasa kwetu sisi. Na vile vile tunaambiwa ushirikiano. Bibi Fatima Zahra alikuwa na ushirikiano sana na baba yake. Hususan kile kipindi ambacho baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali alipokuwa akitoka kwenye vita tofauti vya Kiislamu kipindi hicho. Tunaambiwa kwenye historia Mtume alivyokuwa akirudi katika vita ana majeraha, amechoka, nguo zimechafuka, zimechanika, kama inavyojulikana vita sio kitu kidogo. Lakini mtu wa kwanza alipokuwa akifika nyumbani, nani alikuwa akimpokea? Ni Bibi Fatima Zahra. Alikuwa akimpokea kwa huruma, kwa mapenzi, anamuita babake, na ndio maana hata alipewa lakabi ya kuitwa Ummu Abiha. Alikuwa akimchukua baba yake, akaanza kumsafisha uchafu, akaanza kuyatibu yale majeraha ambayo amepata kwenye vita. Ina maana huo ni ushirikiano wa dini, ushirikiano kwa Mwenyezi Mungu. Mapenzi kwa baba na kwa hususan mtoto wa kike, kwa mapenzi yake sana kwa babake. Ndio, naam. Lakini sasa alilelewa mamake hakuwepo. Lakini sasa na mtoto wa kike ambaye ameletwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ameteuliwa na Mwenyezi Mungu, sasa inakuwa ni zaidi. Na vile vile jambo jingine tunaambiwa maisha ya kiroho. Alikuwa sana mcha Mungu. Tangu utotoni kwake alikuwa ni mcha Mungu. Alikuwa akitii amri zote za Mwenyezi Mungu kwa kupitia malezi ya baba yake na utukufu aliokuwa nao. Tangu yuko mdogo alikuwa mcha Mungu, alikuwa na maisha ya kiroho, na mpaka katika ukubwa wake na mpaka amefariki alikuwa ni mtu mmoja mcha Mungu sana. Kwa hiyo hayo ni maisha tu mafupi au maelezo mafupi ya kihistoria kuhusu Bibi Fatima Zahra salamullahi alaiha. Naam. Tunashukuru kabisa. Kuna swali lingine lina fatana na kwa ajili ya watu walikuja kumtafuta
kumuoa Bibi Fatima. Naam. Watu wanasema eti hakukuwa mume mwingine, yani alijitolea aje akamuoe Bibi Fatima. Naam. Yani ilikuwa tu Imam Ali tu ndo mwenyewe alikuwa alijitolea kumuoa Bibi Fatima. Hiyo kauli ya watu, mambo wanasema ni kweli ama sio kweli? Naam. Kuhusiana na ndoa ya Bibi Fatima Zahra, kwanza kabisa Bibi Fatima Zahra sio kama eti hakuja kabla Imam Ali, hakukuwa na mtu mwingine yeyote walikuwa na maswahaba nao walikuwa hapo. Naam. Yani hakukuwa na mtu mwingine yeyote. Alikuwa tu yupo, hapana. Bali kulikuwa na watu 2 mpaka 3 walikuwa wanamfuata, wanataka kumuoa Bibi Fatima. Lakini Mtume alisemaje? Mtume alisema hiyo sio amri yangu. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Mimi nasubiri amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwamba yeye Mtume aliambiwa kwamba asubirie amri, kwamba Bibi Fatima akitaka kuolewa mpaka amri toke kwa Mwenyezi Mungu kwanza ndipo Bibi Fatima aolewe. Naam. Yani kwa ajili amri ya kuzaliwa ya Bibi Fatima ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kuolewa kwake pia inafaa itoke kwa Mwenyezi Mungu. Asante. Naam. Naambiwa katika historia kuna Abu Bakar, Omar, hata Abdurrahman bin Auf, wote ni watu ambao walitaka kumuoa Bibi Fatima Zahra. Lakini Mtume alisema hapana. Mimi nasubiri amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hili sio jambo langu, ni la amri ya Mwenyezi Mungu. Na Mtume alisubiri mpaka pale Mwenyezi Mungu mwenyewe alipoamua na kumleta malaika kusema kwamba huyu Imam Ali, huyu Ali ndo anaweza kufanya nini? Kumuoa Bibi Fatima Zahra. Na pale kuna hadithi nyingine ya Mtume inayosema laula Ali, yani Mtume anasema kwamba kama asingekuwepo Ali alayhi salam, basi hakuna mwanamume mwingine angeweza kumuoa nani? Bibi Fatima Zahra. Yani huyu ndio mwanamume ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe alishamteua kumuoa Fatima Zahra salamullahi alaiha. Naam. Tuna swali lingine nahusu kwa ajili ya miaka ya kuolewa ya Bibi Fatima. Unaweza kutuelezea kwa ajili ya kuhusu hii ndoa? Wanasema eti Bibi Fatima aliolewa alikuwa mdogo. Na hii inatoa utata katika, yani inakuwa shubha. Wanasema eti aliolewa alikuwa na miaka 9. Yani hii si aina picha nzuri mbele yetu. Watu wote wanasema eti sio picha nzuri. Unaweza kutujibu je kwa ajili ya hii swali? Shukrani kwa swali lako. Kwanza kabisa katika kuolewa kuna karne tofauti. Kwamba hii ilikuwa ni karne yetu na ile hapa ni karne yao. Na ile ilikuwa ni muda wao na wao pia ni nini? Ni muda wetu kwanza. Sasa kujua tuangalie, je, kitabu kulikuwa labda hakuna, kama simu hakuna, kama hospitali hakuna, lakini kwa sasa hivi kila kitu kipo wazi. Sasa kutokana na hali hiyo ni kwamba enzi hizo za kina Bibi Fatima Zahra katika desturi yao ni kwamba, desturi uchambuzi wa historia katika jamii ya Waarabu ni kwamba katika umri mdogo ilikuwa kawaida yao. Tulikuwa ni kawaida kwamba mimi nikifikisha miaka 9 ataolewa. Hiyo ilikuwa hakuna shida, kwamba sio kama sasa hivi mtu akiolewa miaka 9, na yule ameolewa kwa sababu gani? Uliko hivi bwana mdogo sana, anakimbilia nini? Hajamaliza kusoma jini na nini? La, lakini enzi hizo kwamba mtoto akifikisha miaka 9 kwamba amekomaa, kwamba ile ukomavu wa mwili kwanza anao. Pili, kwamba katika mazingira yao ya joto wasichana kwa kifika ukomavu haraka. Sasa mazingira ya enzi zile kulikuwa na joto sana, ukomaji wa kimwili kwa na joto sana kushinda sasa hivi. Sasa kwa ukomavu ule wa kimwili katika mazingira hayo, na pia kulikuwa na nini kwamba kiroho pia amekomaa kimwili, na pia unaweza kuta ni mdogo lakini anaelewa na anajua kwamba mimi ni msichana na nimekomaa na ninahitajia labda kuolewa. Sasa kwa sababu ya hilo ndio maana anasema kwamba kulikuwa huo ni uzoefu wao na ilikuwa ni desturi yao. Tuseme mfano tu Bibi Zahra aliolewa na hiyo miaka 9. Lakini pia mfano mwingine bora kuna Bibi Aisha na aliolewa na umri mdogo. Je, hapo sasa ilikuwa hiyo kwamba ni desturi ya Waarabu
Waarabu enzi hizo, sio kama nyakati hizi, kitu cha kawaida. Yani ilikuwa kawaida hiyo wakati wa Waarabu. Mtoto msichana anaweza kuolewa na miaka 9 akiwa ana ukomazi wa mwili, anajielewa na kiroho. Asante. Sasa pia kuna sababu za mwanamke kuhesabiwa katika kukomaa kwa kisheria. Enzi kulikuwa na sababu maalum kwamba amekomaa kisheria. Kuna sheria za ukomavu wako, kwamba ukomavu huo wa kisheria, umri kwanza wa kisheria kwa ndoa katika Uislamu ni nini? Ukomavu, wala sio miaka. Ndio. Za kwa mimi labda nina miaka kama 30, 40, lakini akili haijakomaa. Hivyo. Sasa ya pili, mwingine akawa na miaka 15 lakini akili yake anajua ndoa ni nini. Sasa ridha yake Fatima kwamba alikubali kwa kimya, Mtume aliona hiyo kama ni idhini, kwamba amekubali. Baada kwamba ameozeshwa pale kwamba je, umeridhia kuolewa na Imam Ali, kwamba yeye alinyamaza. Hakujibu. Inaashiria nini hiyo? Inaashiria kwamba kunyamaza kwake ndio ridha yake. Asante. Shukran. Afu tunaelekezea swala lingine kwa ajili tu, hiyo nayo ni ajili tu ya miaka Bibi Fatima alizaliwa. Afu wanatuambia eti Bibi Fatima aliolewa na miaka 9. Alikuwa na umri mdogo. Lakini akazaa watoto wangapi? 5. Afu hapo tuna kielelezi gani kwa ajili ya Bibi Fatima, kwa ajili ya sisi wanawake? Aliolewa na umri mdogo, miaka 9, akazaa watoto 5, na kielelekezi gani kwa ajili ya sisi wanawake wa leo tunamfuata Bibi Fatima? Yani Bibi Fatima kama vile tunavyojua yeye ndo kigezo chetu cha wanawake wa Kiislamu. Kwa tunataka kujua kwamba je, kwa ule umri wake mdogo alivyoingia kwenye ndoa na akapata watoto wote wale, je, na sisi tumepata kigezo gani kwake yeye? Si ndio? Naam, asante. Kama tunavyojua tunaambiwa kwamba Fatima tu Nisa'il alamin, yani ni mwanamke bora duniani. Ina maana ni kielelezo chema kwa sisi wanawake duniani. Ikishasemwa hivyo ina maana kabisa hiyo sentence yenyewe imejieleza kwamba huyu ndio mwanamke na ndio kigezo kwa wanawake wote. Kwanza kabisa tunaona katika malezi. Kabla ya malezi, kwanza katika ndoa yake. Ndoa yake tumesoma katika historia huo umri mdogo ambao waliolewa na umri ambao amezaa watoto mpaka kafariki. Pia amefariki alikuwa kijana sana. Lakini tunaambiwa kwenye ndoa yake alikuwa kwanza ni mtu mwenye upendo kwa mume wake, alikuwa na heshima. Kuongezea hapo kwamba kwenye alikuwa mwenye upendo kwa mume wake, kwamba anasemekana kwamba pia alikuwa na upendo wa mume wake na mahaba kwa mume wake, kwamba hiyo ilikuwa ni mfano bora kama sisi wanawake. Kuna kisa kimoja kwamba Bibi Imam Ali alikuwa akitoka, Bibi Fatima anabaki kwa nyumba. Sasa akishabaki pale kwa nyumba, akisharudi ndani kwa nyumba, Bibi Fatima anafanyaje? Anachukua maji anaweka kwa ndoo, anaweka nje maji yale. Anachukua maji mengine anaweka wapi? Anaweka ndani. Kwamba yale walioko nje kuna ule ni wajua ule anapata moto. Yale ya ndani anakuwa baridi. Sasa akishafika pale kwa nyumba, kama tuchukue mfano bora wa huyu Bibi Fatima Tuzahara, akishaingia pale kwa nyumba sasa, anamuuliza mume wangu, je, unataka utaoga maji baridi ama utaoga maji moto? Sasa akishasema kwamba mimi nitaoga maji moto, kwamba ashaandaa kabisa kwamba maji moto yako wapi na baridi yako wapi. Sasa anachukua yale maji ya moto anaenda kuoga mumewe. Akisema mke wangu leo nataka nini? Nataka maji baridi. Anakuja anachukua maji ya baridi, anaweka kwamba ameshaandaa kabisa kwamba mume wangu akija leo nafanyia hivi na hivi na hivi. Na jambo lingine la kuongezea ni kwamba baada ya Bibi Fatima Tuzahara kuolewa pale kwa familia ile Imam Ali, kwamba alijenga zaidi upendo ndani ya familia hili. Na sio kwa sasa karne hizi zetu kwamba mimi nishaolewa kwa familia fulani, nikishaolewa pale ndugu walikuwa wanapendana mashallah, kwamba huyu ni kakangu, huyu ni dadangu, wanapendana, si wazazi si watoto. Lakini mimi nikishaingia pale kwa nyumba tu nimeshaharibu wote, kwamba watoto wanagawanyana hivi, hawapendani. Huwa nakasirikia huyu kwa sababu gani? Kwa sababu yangu mimi niliolewa pale ndani, ambapo
huo ninaharibu ile familia. Kwa hiyo huo utakuwa sio utakuwa huo. Sasa katika hii kwamba Bibi Fatima ni funzo kwetu bora, kwamba yeye alivyoingia nyumbani kwa Imam Ali alijenga ile mapenzi kwa familia na ndugu wa yule mumewe. Kwa hiyo na sisi Umu Zainab hapo anatuambia kwamba na sisi wanawake wa sasa hivi, kwa hiyo inabidi lazima tufuate ule mwenendo wa Bibi Fatima Zahra, na sio huu mwenendo wa kisasa tujione sisi ndo wazungu. Kila mtu akija atajua wewe mwenyewe si wangu. Kwa sababu gani? Kuna wale ambao wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, kuna wale ambao wamezaliwa mfano mama yake hayupo, ni baba na mama yake, mama yake wa kambo uko pale. Sasa ikiingia katika nyakati zile pale, nikishaingia pale mimi najua kwamba huyu si mama yangu, si mama yake bwana yangu, huyu ni mama yake mwingine. Ama huyu ameingia kwamba mimi pale nimeolewa mume wangu, ama mama yake yuko pale pale. Sasa mimi natenganisha kati ya hawa wenzangu ambao wameolewa pale, na watenga wasiwe karibu na huyu mama. Na ambalo hilo ni kosa kubwa ambalo tunalifanya, na ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu, masuhulia kwa Mwenyezi Mungu katika siku ya Kiyama. Ni tabia ambayo haipendezi kabisa katika jamii zetu. Inshallah Mwenyezi Mungu na sisi atujalie kama Bibi Fatima Zahra na familia yake, kama tulivyoambiwa, alikuwa na upendo, alikuwa na heshima vile vile na ushirikiano na mume wake. Lakini kitu kingine vile vile katika malezi ya watoto, tunaambiwa Bibi Fatima Zahra alilea watoto wa mfano katika Uislamu, kama Imam Hassan, Imam Hussein, Bibi Zainab, ni watu wa mifano mikubwa sana katika Uislamu. Yani hawa watoto aliwazaa katika umri mdogo, lakini vile vile aliwalea katika misingi bora na ya muhimu sana katika Uislamu. Vile vile kuongezea tu hapo kwamba upendo ndani, upendo kwa watoto, kwamba huyu ni mwanangu, awe mamake yupo awe mamake hayupo, mamake mzima, mamake amekufa, lakini ukumbuke kwamba huyu ni damu yako bado, huyu ni damu yako, kwamba akiwa na tatizo unapaswa wewe kama mzazi uangalie, je, mwanangu ana tatizo fulani, tafuta njia ambayo utamsaidia yule pale. Tuangalie mfano bora wa Imam Ali na Bibi Fatima Zahra. Kipindi kile Imam Hassan na Hussein ni wagonjwa, kwamba ni wagonjwa na hakuna cha kufanya. Sasa wakaweka nadhiri kwamba mimi Mwenyezi Mungu sisi tunafunga siku ngapi? Siku 3. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya shifa ya watoto. Kwa baada wakafunga siku 3. Siku ya kwanza alivyofunga akaja nani? Yatima. Ile nini iftari yao ile ya kufuturia ile jioni, kwamba kwa futuria kwa ni hiyo tu, hakuna nyingine. Wafuturia hiyo, wangoje siku ya pili wafunge. Na akaingia yule yatima analalamika naye hawezi njaa, wakachukua chakula chote wakampatia. Je, tuangalie karna sasa hivi, umefunga chakula ni kidogo, ameingia yatima, utampa? Sijui. Na mwenyewe umefunga siku nzima huwezi. Inataka moyo. Inataka moyo, inataka imani. Hiyo ni swali kwa ajili ya sisi wote. Kwa sisi wote. Hatujui kama tutafanyaje. Wakafunga tena siku ya pili, hawajakula tena hapo, futari yao ndio imeshakwenda. Siku ya pili wakafunga tena kwa ajili tu ya shifa ya kwa ajili ya shifa nini, kwa yale mahaba na mapenzi ya watoto wao. Siku ya pili wakafunga tena, wakaja mwingine tena hapo ya maskini akaja. Kile chakula kilikuwa nacho wakafanya nini? Wakampatia. Wakabaki nini? Siku ya ngapi? Ya pili. Ikaja siku ya 3 tena, akaja mwingine. Wamefunga na futuru, mwingine akaingia. Wanahitajia chakula kile. Yani wakafanya hivyo kama siku ya pili, siku ya kwanza. Siku 3 wakabaki nini? Njaa. Na mwisho watoto walifanya nini? Kwa ile imani yao. Na Mwenyezi Mungu akawapatia mtihani wa hao watu kuwafuata pale. Na Mwenyezi Mungu aliwapa mtihani kwa ajili ya kutufundisha sisi. Sio kama Mwenyezi Mungu alishindwa kuwapa chakula, lakini alitaka tupate funzo sisi leo hii. Naam, alhamdulillah tumejifunza. Naam, niongezee tena kama bado nina muda kuhusiana na nini, vile vile kujitolea katika jamii. Kama hivyo alivyosema, huu pia ni mfano wa kujitolea katika jamii. Bibi Fatima alikuwa anapenda sana kujitolea katika jamii, katika kuwafundisha wanawake wa Kiislamu na watoto pia, na kuwaelimisha jamii ya Kiislamu. Alikuwa anajitolea sana katika jamii ya Kiislamu. Vile vile uthibitisho wa mafanikio ya familia yake au ya ndoa yake. Ndoa yake tunaambiwa ilikuwa na mafanikio makubwa sana ambayo yalisimamisha dini ya Mwenyezi Mungu, yalisimamisha imani kwa familia yake,
hususan kwa watoto wake ambao amewalea, amewazaa mwenye. Watoto wake walikuwa mifano bora sana kwa dini ya Kiislamu. Na sisi tunapaswa tufuate huo mwenendo wa Bibi Fatima. Yeye kama ni kigezo chetu, na kama japokuwa hatutomfikia kwa sababu sisi sio maasum, lakini tunaweza kufikia hata asilimia kadhaa. Kama tunavyoambiwa Mwenyezi Mungu atatufikisha tu. Inshallah. Kama yeye ni sayyidatun nisa'il alamin, ni mwanamke bora wa ulimwenguni, basi inshallah Mwenyezi Mungu atujalie, na vile vile Bibi Fatima mwenyewe atushike mikono yetu ili tuelekee katika ile mienendo yake inshallah. Shukran kabisa, nafaidika na nafikiria wafataji pia wanafaidika na mazungumzo yenu. Alhamdulillah. Na warudiria tena inshallah kwa mazungumzo ya wadada wetu, wanazungumza vizuri, wanatuonesha kwa ajili kwa kwanza maisha ya Imam Ali alayhi salam, maisha yake kwa kifupi. Wanatufasiria Imam Ali alizaliwa kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu na akalelewa na Mtume Muhammad, na ndio hivyo alifuatilia maisha yote. Yeye alikuwa nyuma ya Imam Ali alikuwa nyuma ya Mtume, yani maisha yake yote alikuwa na Mtume. Yani ndo kwa maana unaona hakukuwa mtu mwingine. Mwenyezi Mungu alitoa amri eti hakuna mtu mwingine anaweza kumwoa Bibi Fatima. Yani ni huyo mtu alikuwa kama yani pembeni ya Mtume, ndo mtu bora kwa kumwoa Bibi Fatima. Yani kuanzia kuzaliwa yake mpaka alizaliwa kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, na kufariki kwake kakufa kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ndo kwa maana unaona maisha ya Imam Ali ilikuwaje. Wanatuelezea kwa ajili ya kuanzia maisha ya Bibi Fatima, kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa maisha yake. Alhamdulillah. Inshallah tutakutana kwa ratiba ingine iliyofuata baadaye inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.